Kuandamana ni katika al-afkaru al-munharifa. Maandamano si katika Uislamu, ni fikra za wa magharibi ndio ambao wamezingiza kwa watu, lakini katika Uislamu hakuna maandamano. Hakuna maandamano katika Uislamu. Uislamu sio dini ya fujo. Wa magharibi wao ndio wanaosema kwamba kuna uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kufanya chochote kile unachokitaka. Fanya lolote unalotaka kwa jina la uhuru na kwa jina la kudai haki za binadamu. Maneno mazuri wamehadaika nayo wajinga. Lakini katika Uislamu hakuna maandamano. Na maandamano hakuna yaliyotengeneza. Yametengeneza nini maandamano? Ni maslahi gani yaliyopatikana kwa sababu ya maandamano? Ni mafsada mangapi yaliyopatikana kwa sababu ya watu kuandamana? Ni damu ngapi zilizomwagika? Miji imeharibika kwa sababu ya maandamano. Katika nchi hii maandamano yamefanywa mara ngapi? Na ni ipi natija yake? Tujifunze kwa yale yaliyotokea katika ardhi ya nchi hii na katika ardhi za nchi nyingine. Haijanusuriwa dini wala haijapatikana dunia kwa sababu ya maandamano. Tuweni ni wenye akili, sio kila anayezungumza tumtegee sikio. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ya Abi Huraira, sayati ala an-nasi sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybida. qila wa man ruwaybida? qala ar-rajulu at-tafihu fi amri al-'amma. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema itakuja miaka khada'at, miaka ya uongo. Atasadikishwa katika miaka hiyo muongo na atakadhibishwa mkweli. Ataaminiwa mwenye kufanya khiana na atatiwa katika khiana al-amin, muaminifu, na atazungumza katika zama hizo ar-ruwaybida. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, ni nani ruwaybida? Mtume akasema ar-rajulu tafih, ni mtu haqir, mtu duni, anazungumza katika mambo yanayogusa watu wote. Sio kila mtu kumtegea sikio. Kuna watu wanazungumza kwa maslahi yao, sio kila mmoja umsikilize. Sio kila anayesema ni mkweli. Wengine ni waongo, hawatutakii kheri wala hawaitakii kheri nchi hii. Lazima uwe makini Muislamu. Muislamu anakuwa ni fatin aqil. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la yuldagu almu'minu fi juhrin wahidin marratayn. Mu'mini hagongwi katika shimo moja mara mbili. Muislamu anakuwa ni mtu aqil. Mu'min anakuwa ni aqil, hapelekwi na mihemko, haipelekwi na hamasa. Anatazama maslahi, anatazama mafsad. Hiyo ndio sifa ya mu'min. Tuweni makini, tuzindukeni. Izza na nusra haipatikani kupitia maandamano. Izza na nusra inapatikana kwa kurejea katika dini yetu. Turejeeni katika dini yetu, turejeeni katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna uongofu ndani yake. Tuwekeni muda tuisome dini yetu. Hilo ndio jambo litakalotupa nguvu sisi. Umar ibn al-Khattab anasema, nahnu qaumun a'azzana Allah bil-Islam. Sisi ni watu ambao Allah ametupa izza kupitia Uislamu. Yule ambaye atakayetafuta izza kupitia njia isiyo kwa Uislamu, Allah tamdhalilisha. Uthbutu ibadallah, thibitini enyi waja wa Allah. Thibitini, rejeeni katika dini yenu. Achaneni na fikra potofu za kimagharibi. Si katika Uislamu mudaharat. Si katika Uislamu tusisikilize maneno ya watu wanaotafuta maslahi yao. Tusimameni katika njia sawa sawa, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatupa nguvu na Allah atatunusuru. Allah anasema, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya. Kwa hakika sisi tunawanusuru mitume yetu na wale walioamini katika uhai wa dunia, wa yauma yaqumul ashhad, na siku ya kiyama. Turejeeni katika dini yetu, tuthibitini katika dini yetu. Tusikubali amani ya nchi hii kuchezewa. Tusikubali amani ya nchi hii kuchezewa. Angalia kheri tuliyokuwa nayo leo hii. Angalia kheri tuliyokuwa nayo leo hii. Nataka kheri hii iondoke.
tuthibitini katika haki, tuthibitini, tusikubali maneno yoyote ya uchochezi kutoka kwa yeyote atakayekuwa. Turejeeni na tushikamane na dini yetu na tushikamane na kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume.